Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni Paulo Bendela, askofu mkuu wa makanisa ya Ufunuo Tanzania. Nachukua nafasi hii kukukaribisha katika kipindi cha neno la Mungu ambacho sasa kitafanyika kuwa baraka katika maisha yako ndani ya dakika chache zinazokuja. Ebu acha Mungu akubariki katika usikivu wako. Tushirikiane mimi na wewe kupata baraka hizi za mkate wa kiroho kutoka katika nyumba ya Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana. Ni Luka sura ya 23 mstari wa 33. Ni Luka sura ya 23 mstari wa 33. Luka mtakatifu. Na mmoja wa wale waharifu waliotundikwa alimtukana akisema, "Je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi." Lakini yule mwingine wa pili akamjibu akamkemea akisema, "Wewe humwogopi hata Mungu, nawe u katika hukumu hiyo hiyo. Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tulio stahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lililofaa." Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapokuwa katika ufalme wako." Yesu akamwambia, "Amini nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi." Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mitihani, majaribu, vitu vya hatari vikikupata unakosa amani kabisa. Lakini Yesu alimwambia yule mharifu akamwambia, "Leo hii utakuwa nami katika level nyingine." Leo hii ningependa kutangaza hapo hapo, kauli hii ya leo ndio uondoke nayo hapa, ya kwamba kuanzia leo hii maisha yako yamehama, yamekwenda kwenye eneo jingine. Leo na watoto wako. Wakati watu wanateswa na wachawi, wanaonewa ofisini, ni kwa sababu ya makosa. Lakini huyu jamaa alisema, sisi tunanyanyaswa kwa sababu tunastahili. Lakini huyu hastahili kudhihakiwa kiasi hicho. Ni mtumishi wa Mungu, anaokoa roho za watu, anaponya roho za watu. How comes unaanza kumdhihaki tena kana kwamba na wewe na yeye ni level hizo hizo? Wewe unapata haki hii kwa sababu ni kweli ni mwizi. Wewe mharifu, ni rahisi, ni haki kweli hukumiwe kama mharifu. Lakini huyu unafanya comparison na yeye. Akamgeukia Yesu akamwambia, "Bwana, mimi nafahamu wewe unateswa kinyume kabisa na haki yako. Naomba unikumbuke katika ufalme wako pale utakapokuwa." Yesu akamwambia, "Usiwe na shaka, na kuambia leo hii utakuwa nami peponi." Huo mstari, na mimi nataka kusema hivi, kuanzia leo wale wote mnaoumwa pressure, visukari na matezi na vifua, kuanzia sasa ugonjwa huo usahau kwa jina la Yesu aliye hai. Nenda ukawe kama watu ambao ni wazima. Mwili wako, kama ulikuwa unatembea kwa kuchechemea, unasikia vitu vinatafuna ndani ya miguu yako, unasikia vitu vinatembea kwenye mwili wako, piga kelele useme, "Kwa heri." Kuna watu walitegwa ajali. Unashangaa mtu anadondoka tu, amepata ajali, anadondoka tu anakufa. Kuna watu walitegwa ajali, walitegwa mikosi, walitengenezewa vituko vya ajabu. Maneno kama haya
yalimfanya yule mharifu pale pale msalabani aingie katika ufalme wa Mungu saa hiyo kwa sababu ya kuamini. Alimwambia neno zito ambalo watu wengi wa leo hawawezi kulipokea. Alimwambia amini tu, kuanzia leo hii utakuwa nami sehemu nyeti nzuri. Na mimi nasema ulibebe hilo neno. Wewe ambaye unaumwa na unayedaiwa na unayedai, ambaye eneo lako limekatwa asilimia fulani kwenye eneo la shamba lako, ninarusha kombola leo hii, haki yako ikaonekane. Unajua kwenye eneo hili la kiroho tunapishana uwezo. Mimi naweza nikakurushia kitu hata kama unaishi Msoma au Ilinga au Mbeya, Moshi, sijui wapi huko. Nikiwa hapa naweza nikarusha kitu na kikaenda ikafanya manuva, na hicho kitu kikatembea kama yale mabomu ya kutoka Urusi na Ukraine na Israeli, linafanya manuva. Hicho kitu nataka turushe hapa leo kikafanya manuva. Mtu aliyeshikilia ofisi yako, mtu anayezuia nafasi yako, nataka turushe kitu kwa jina la Yesu. Neno kwa jina la Yesu. Mwambie jirani yako tumerusha kitu. Umwangalie mwenzako, mwambie kimekwenda. Unajua kuna watu ni wahubiri, ni waoga. Mtu anakudhihaki, anakutukana, anakuambia wewe unasali wapi? Mwambie nitakurushia kitu mimi. Fama siala. Mwambie jirani yako nitarusha kitu kwa maadui zako. Kwa sababu kuna watu wanataka kuwavunja nyonga. Kwa nini wewe usiwavunje ubongo? Adui yeyote anayejifanya nunda tunamharibu hapa. Ili aijue kwamba kuna watu wana imani. Yani anasalimiwa habari za asubuhi, hatujala, umeamkaje? Umeamkaje? Mimi hamjambo nyumbani? Unaona huyu amepata kitu. Hiki ni kipindi cha kurusha makombola. Nenda karushe makombola. Ndugu mtazamaji wangu katika Yesu Kristo, nachukua nafasi ya kipekee sana kukushukuru kwa kutoa muda wako wa kunisikiliza na kumsikiliza Roho Mtakatifu alivyokuwa akitubariki mimi na wewe. Karibu sana siku nyingine tena kama siku hii ya leo. Tuendelee kushirikiana mimi na wewe kubarikiwa katika Kristo Yesu. Ninazungumza kutoka katika ofisi ya kanisa letu makao makuu jijini Dar es Salaam, Kimara Bonyokwa. Ndipo kanisa letu kuu lilipo. Lakini kwa kweli napenda kukushirikisha baraka hizi ikikubariki. Makanisa yetu yapo katika mikoa yote na wilaya zote katika nchi yetu ya Tanzania. Mungu akubariki. Ikikupendeza kututembelea katika makanisa yetu, kokote utakakokuwa unatamani kupata mafundisho ya kanisa letu, unaweza kuuliza kanisa la Ufunuo. Mahala popote lilipo utapata maelekezo. Lakini hapo chini kwenye skrini yako unaweza kuona namba za simu zikitembea. Unaweza kupiga simu. Ukipiga simu utapewa maelekezo kwa namna ipi unaweza kufika katika kanisa letu la Ufunuo. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Asante sana.